Kani, mbona unatoka nje ya makubaliano yetu? Makubaliano gani hayo? Ambapo unahisi mimi na maana yangu tunayo? Zara, usitake ukajua upande wangu wa pili. Tafadhali, acha nifanye nilichokusudia. Kani, kwa unapenda kuweka ndoa yangu katika chafarani? Hebu imagine mume hapa sasa hivi akikusikia. Alafu ndio mida yake ya kurudi. Kani. Hivi nikueleweshe mara ngapi? Nimekwambia sasa hivi mume wangu yupo vibaya katika uchumi wake, lakini nakuahidi mambo yakikaa sawa nitakuingizia pesa yako. Alafu pia kwa sisi tulishakubaliana kabisa usikanyage katika hii nyumba. Wewe umefanya hivi lakini Kani. Zara, fahamu kuwa pesa sio kila kitu katika ulimwengu. Na pesa hizi kumpa kila kitu furaha au kila mtu furaha. Sijui umenielewa? Tafadhali, tusifikie huko. Alafu nikwambie kitu kimoja tu. Mimi sio mlimbukeni wa pesa. Au nafikiri nyumba yenu kubwa, mnatembelea magari, nafikiri ndio unahitaji? Hapana. Kuna wakati mtu anataka kumiliki unavyovimiliki. Unataka kumiliki ulivyokuwa navyo, Zara. Niachie mwanangu. Kani. Nadhani uko nje ya makubaliano na umeshavuka mipaka. Sasa sitaki utambue upande wangu wa pili kama uko vipi. Nafikiri fika unafahamu kuwa mimi najua uchafu wako wote ambao unaofanya. Nitakuja kuuanika, dunia nzima itakuona wewe ni mtu wa ajabu. Nafikiri wewe ni mtu mzima, umeshajua nini ninamaanisha jua hili. Kabla sijafanya chochote kibaya juu yako wewe, nahitaji ufanikishe hili swala liwe limefanikiwa. Nadhani tumeelewana. Sina mengi ya kuongea juu yako. Kwa haya machache utakuwa umenielewa. Nashindwa kuamini maneno ambayo nimeyasikia. Yote nimesikia. Yote. Pia nashindwa kuamini matendo ambayo yanaendelea hapa ndani kwangu sasa hivi. Ni kweli ama si kweli? Babe, I'm so sorry. Nisamehe. Haikuwa dhamira yangu ya kufahamu mapema. Nilikuwa natamani kukuambia ukweli, lakini sasa hivi, babe. Wefana, ni nani ambaye amekupa ruksa ya kuja hapa nyumbani kwangu kipindi ambacho mimi sipo? Nani amekupa ruksa? Chunga kauli zako. Ulindawala kipindi hicho, sio sasa. Alafu cha pili, unapoongea na mtu ya mipaka yako. Uwe sasa nyoka kidisa bro. Una maajabu. Mimi huyo fala unaomuona saizi ndio nimetunza heshima yako ndani ya miaka 3. Ndio nimekuheshimisha kwa kukupa huyu mtoto. Alafu una kitu. Wewe mwambie hiyo. Ni fara. Mimi nyoka kidisa. Na tukama unafurahi, si ndio? Kwa sababu ya starehe zenu za kipumbavu, hamjui ni madhara gani ambayo mnakwenda kuwasababisha, hamjui.
Sikia dogo, sichukii kwa sababu umetembea na mwanamke wangu, no. Nachukia kwa sababu unawaingiza katika hatia watu wasiohusika kabisa. Unakwenda kuwasababishia madhara makubwa. Come on. Sikia, na kuheshimu wewe, kubali tu Laza, una kitu. Moyo haukuhitaji haya. Mungu. Nilikuwa nani bila shaka. Nikawapa moyo wangu bila kujibakiza, lakini nyuma yangu lijenga dunia yenu. Mapenzi ya siri mkayaficha kwenye tabasamu. Nilicheka na wote bila kujua, wakati nyinyi mkicheza hisia zangu. Pereka salamu, salamu, salamu. Mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu. Ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no. Mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo. Ajali ya moyo, ya moyo, oh, ya moyo. Si salama. Shemeji, simu yako imenishtua sana. Na vipi, mbona brother kalala kama hivi na wewe ukiwa unalia? Nini tatizo? Alikuwa ametoka kutafuta kazi. Mimi nilikuwa namwandalia chakula chake cha jioni. Mara ngasikia kishindo huko bafuni. Nilikwenda kumwangalia nikamkuta katika hii hali. Na mbona nyumba imetulia sana? Mjomba yuko wapi? Nilimpeleka kwa rafiki yangu nilipokuwa naelekea hospitali. Usiogope, ila hili swala lako limekuwa gumu sana. Sasa chifu, swala langu linakuwa gumu kivipi wakati nimeenda kama tulivyokubaliana? Kama mtoto nimeshamtoa nyuma hapo, ni mtoto wangu kabisa. Tafadhali chifu. Unajua, kwa macho yako ya nyama unaweza ukasema umefuata yale tuliyokubaliana, lakini mizimu imekataa. Kafara ya huyu mtoto
anaonekana huyu mtoto ni kizazi chake chenye laana. Na hospitali majibu yamekuwaje shemeji? Mbona uniweki free? Nimerudi naye nyumbani. Madaktari wamemtajia gharama kubwa sana. Naona ile hali halisi ya nyumbani hapa jinsi inavyoendelea. Nilikuwa sina fedha ya kutosha kwa ajili ya matibabu yake. Hivyo kanibidi nirudi naye nyumbani. Amepoza. Na kama unavyojua hali ya mume wangu kwa sasa, hatupo vizuri kiuchumi. Nilibidi nirudi nyumbani ili tupige ndugu, jamaa na marafiki. Sasa shemeji, unajua Afrika kama jamaa akashalala kama hivi, na huu ndo muda wangu mimi na wewe kutengeneza hela. Unamaanisha nini? Okay. Unajua shemeji, mimi na wewe tuna mpango wetu. Umenielewa eh? Sasa na mpango wenyewe shemeji, kama jamaa kalala kama hivi, hawezi kuinuka, hawezi kufanya chochote, wa kujisaidia hapa. Ndio natakiwa sasa hivi mimi na wewe tuwe hivi kitu kimoja, tuweze kukamilisha mpango wetu. Kwa hiyo unataka mimi nimchiti mume wangu au? Unataka mimi nimgeuke mume wangu? Ati mbona ukumbuke fadhila wala wema ule utenda mume wangu kwako? Siwezi. Shemeji, unajua huyu ni mume wako. Na namfahamu unampenda sana mshikaji. Lakini kwamba tambua kitu kimoja. Huruma sio malezi. Na laiti kama ukizidi kuleta huruma ya kumhurumia yeye akiwa hapa chini, atakufa hapa. Mimi nakupa option moja. Umeelewa? Kaa chini, jifikirie. Kama kweli unampenda mume wako, tuweze kukamilisha mpango wetu, uweze kupata hela kumtibia mume wako. Mimi nadhani namba yangu ya simu unayo. Ukijiona linafaa kufanyika lifanyike. Ukiona halifai kufanyika, utampoteza mume wako. Mimi ni hayo, acha nikuache. Tofaza tena moyo haukuhitaji haya. Nilikuwa nanyi bila shaka, nikawapa moyo wangu bila kujibakiza, lakini nyuma yangu lijenga dunia yenu. Mapenzi ya siri mkayaficha kwenye tabasamu. Kwa nini Mungu ameamua kunipa mtihani mgumu kama huu? Mimi nilijua nikifanya yale yote nitaitetea ndoa yangu. Ona sasa, nimemkosa mume, nimemkosa mtoto kwa ujinga wangu niliofanya.
Lakini Mungu, kama ndio umeamua kuniadhibu kwa njia hii, kwani usingetafuta njia nyingine kuniadhibu mpaka hii? Mwanangu sasa hivi sijui yuko wapi, anaishi vipi, anafanya nini kwa sasa? Mume wangu naye hali yake ndo mbaya kama ile. Kwa nini Mungu ananipiga mimi matukio kama haya? Lakini daktari mwenye anataka rushwa ya ngono kutoka kwangu. Nifanye lipi? Niache lipi? Bado tena rafiki wa mume wangu wa karibu, daktari, mume wangu, mtoto wa yote mimi. Mwenyezi Mungu nisaidie mimi yako. Hi baby. Surprise. Kweli surprise. Mbona ghafla lakini? Baby, mbona kama haujavutiwa na ujio wangu huu? Mimi sio kama sijafurahishwa nawe kuwa hapa. Lakini umekuja bila taarifa. Imagine usingenikuta ingekuwa hivi. Baby, mimi ni mwanamke wako. Sidhani kama mwanamke wako anatakiwa nije hapa kwa taarifa. Alafu kani, umeona umeona mlango wazi? Watifu wanakuja, watu wanakuja kukuibia. Ni kweli. Unajua nilichoka sana. Kwa hiyo nikataka muda kupumzika. Kwa hiyo kama nitupe kwanza hapa kwenye kochi. Hata hivyo nimekumisi sana. Vipi masomo uko na utokako? Kule ni salama na kila kitu kiko salama pia. Na hata nilipotoka chuo, huwezi kuamini hata kwa mama sijaenda. Direct nimekuja kukusalimia habibi, la azizi wangu. Kwa hapa baby, na sijaja hivi hivi. Nataka ujiandae. Twende out tukahafanya. Kwa kweli baby ni siku sana. Na sijisikii kwenda mahali popote. Najisikia tu kutoka nyumbani. Kwa hiyo kwa nini siku ya leo tusifanye tuipite? Tutatoka siku nyingine. Kwa nini baby kila kitu unakiignore? Sio hivyo, unajua ni siku sawa tu, mambo yangu tu yapenda, vitu vingi vinachanganya bongo. Kwa sababu mpenzi wangu upo na utaendelea kuwepo. Mimi nafikiri leo pumzike kwa sababu ndo kwanza umefika. Afu kesho tutatoka kipenzi changu. Sawa cheo. Kondo mnasema. Baby. Baby. Mimi nakumisi. Mungu wote unanimisi. Lakini mimi siko sana kabisa. Tutoka siku nyingine bana. Nielewa kidogo. Mimi nimebali kutoka nani. Lakini kushati. Anaelewa. Baby, usijali kuhusu sana wewe. Mida mtu unatoka. Mkumbatia. Sasa mimi najivunia sana maisha yangu. Lakini unapenda sana kudeka. Kuna deka bana. Nikikutazama vile unavyonicheki, naumia nikikosa lips zako, baby kiss me. Kiss me, baby come and kiss me. Hata nikiacha bado najua unanipenda tu. Usiniache
closer, mwambie moyo kiss me. Kiss me. Mwili wote umeshituka, umenipa hisia ambazo sijawahi kuzizoea. Unifanya nipotee, nishindwe hata kuongea. Nikikusikia baby, moyo unacheza ngoma ya kweli. Kiuno chako kunipita, najiona nipo peponi. Unanifanya niamini mapenzi bado yapo dunia. Sitaki drama, sitaki stress, nataka tuwe wangu. Usiogope. Usiogope, njoo. Mimi ni mzima kabisa. Mimi ni mzima kabisa. Mbona rafiki yangu ameniambia nije kukuguza kuwa umeparalyze? Ni kwa sababu ya ujinga wake tu. Na mimi nikaamua kujifanya kama naumwa sana maututi. Kuna mchezo unataka kunichezea? No, kuna uchunguzi ambao naufanya. Kwa hiyo naomba hii iwe siri baina yangu mimi na wewe. Siri? Yeye abaki kujua kwamba mimi ni mgonjwa maututi. Lakini wewe ubaki kujua kwamba mimi ni mzima mpaka nitakapoikamilisha hiyo siri. Sawa? Vipi kuhusu usalama wangu? Usalama wako nini sasa? Kwani wewe ni mtoto mdogo? Usiogope kitu chochote, mimi nitakulinda kwa kila kitu. Na tukishakamilisha hili mimi nitakupatia zawadi nzuri sana. Sawa? Nisaidie mimi. Kuna mtu anagonga, kuna mtu anagonga. Kani, mbona umebadilika sana? Umekuwa tofauti kabisa. Tambua unaumiza moyo wangu ukiwa katika hali kama hiyo. Nimezoea kukuona ukiwa na furaha, ukinipa tabasamu. Nakumbuka mapenzi yetu ya tangu zamani. Lakini kwa sasa hivi ni tofauti. Umepatwa na kitu gani mpenzi? Naomba niambie. Hivi hata kama wewe utakuwa na raha kweli. Yaani umenitoa tu mkuku tu umeniingiza umndani from nowhere, yani sijui hapa niko wapi. Sijui ni kwa nani yako. Hivi imagine bwanako ananikuta au familia yako ananikuta na nichukuliaje mimi ndani? Kani, ulitaka nikupeleke wapi? Hapa ni kwako. Huu mji ni wa kwako. Tambua nimekukabidhi maisha yangu. Na kukabidhi na mali zangu pia. Sina mtu wa kuweza kumiliki hizi mali. Ni wewe. Tambua nakupenda. Hasa unavyokuwa na mawazo, haueleweki, unasababisha napoteza kabisa furaha yangu. Nakupenda. Hata kama bwana ndio tu uko unilete huko kweli? Tungeenda taroji, tungeenda wapi? Ungekuwa basi ngoja hata kwangu. Na unaleta mazingira kama haya. Why? Yeah, niko sahihi. Nakupenda. Hivi ningekuwa sikupendi, ningeweza kukuleta kwenye mji wangu? Hata kama unanipenda, lakini lazima uheshimu na maamuzi yangu. Lazima ufahamu mipaka. Alafu isitoshe mimi sasa hivi, yani kwa kweli kuna vitu vingi vinanichanganya katika kichwa changu. Yani kuna vitu haviko sawa. Usinifanyie hivyo. Hebu naomba kile ambacho ulikuwa unanipatia mwanzo. Patie na sasa hivi. Nateseka, naumia na mapenzi yako. Kwani unanifanyia hivyo? Karibu. Asante, habari yako? Salama, mambo.
Safi. Samani, Zahara nimemkuta? Zahara hayupo. Amesafiri na muda mrefu. Amesafiri. Okay, sawa. Samani, tangia nakuja huko ndani sijai kumuona mtu kama wewe. Wewe ni nani yake na Zahara? Unaponitaka na unanihitaji, anitumie. Why mingi kutaka mimi sikupati kwa wakati? Sikiza nikwambie. Mimi naona sasa hivi kitu kiishia hapa. Alafu biashara ya kutoana kuja kutana sama tupajue. Hapana Kani. Tazama macho yangu. Macho yangu yanazungumza kila kitu baby. Nakupenda. Naomba usinifanyie hivi. Naomba penzi lako lilokuwa unanipa mwanzo unipe na sasa hivi. Kani. Mimi ni mdogo wake. Ni mzuri, unavutia. Asante. Okay, by the way, basi akija Zahara ama ukiwasiliana naye kwenye simu, mwambie tu Nancy alikuja. Sawa, sijali. Bye. Karibu tena. Umechoka. Si unaona sasa tumerejea kwenye furaha yetu. Ulikuwa unataka unikasirishe, ningekupiga. Unajua mimi sio kama sikupendi. Mimi nakupenda. Alafu ni mtu ambaye mwenye ukaibu. Bila tu kuna vitu kwangu viko sawa. Achana navyo. Achana na futa. Achana navyo. Wewe niangalie mimi. Ni nani ambaye alikuja? Rafiki yake Suzi huko. Alikuwa hajui kama amesafiri. Basi nilikuwa na hofu. Hivi, unawezaje kutunza siri kubwa namna hii? Kuja kujua mke wako. Sasa unaogopa hilo? Kama yeye alikupa kazi ya kuja kuniuguza mimi mgonjwa, na umekuta kwamba mimi ni mzima kabisa, wewe uko tayari kurudisha majibu kwamba mume wako ni mzima wala haumu chochote? Uone na wewe pia utakuwa umeharibu siri. Kwa nini usinisaidie mimi kunitunzia siri yangu ambayo nimekuomba shemeji? Kama akija kujua, utaweka leani urafiki wetu. Usiogope kitu chochote. Unajua mimi nilipopata madhara yale na kwenda hospitali, nilijaribu kumpima mke wangu nimuone akili yake iko vipi katika mahusiano yetu. Nikajaribu kumtengeneza daktari amwambie kwamba mimi naumwa, nimepooza, nimeparalyze, siwezi kufanya kitu chochote. Lakini mke wangu akawa anafanya vitu vya kishenzi sana. Vitu vya kuniumiza. Mimi nikawa na act naumwa kweli kweli. Sasa kama amekutuma wewe,
wewe unashindwaje kunitunzia hiyo siri na mimi? Sawa. Naweza nikakusaidia hilo jambo lako. Lakini vipi kuhusu mimi na wewe? Wewe ni wa kiume, mimi wa kike. Tunawezaje kuishi wote pamoja hapa ndani? Sasa umekuwa adimu sana sasa hivi. Kawaida tu. Naona mang'ara. Kawaida mdogo wangu, si unajua? Unajua kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani? Hivi kuna brother mmoja aitwa Brother Bay anakaa opposite na Shelly pale. Sio unamfahamu yule? Yule bijibiji mwenye ndevu. Huyo. Nampata. Sasa unajua mimi yule ni brother wangu. Umenielewa? Brother wangu kabisa, yani anaanza yeye anafuata mimi afu kuna dogo yanja mwingine wa mwisho. Okay. Lakini kwamba kuna kitu nataka unipelelezee pale kwenye ile familia kwa sababu wewe ni bodaboda ambao wanakutumia sana pale kupeleka vitu, baadhi ya vitu pale nyumbani. Ni kweli? Sasa mimi naomba unipelelezee kitu kuhusu mke yule brother wangu. Kwamba ukimbeba wewe unampeleka wapi? Na ni nani huwa anakuja pale nyumbani kuja kumfuata yeye? Umeuliza swali zuri sana. Wewe amekupa kazi na mimi sinakupa kazi. Kwani kipindi ambacho yeye anakupa hiyo kazi alikuwa ajui kwamba wewe ni wa kike alafu mimi ni wa kiume? Kwa hiyo wewe ungeweza kuniuguza kipindi ambacho mimi nilikuwa naumwa, si ndio? Na sasa hivi mimi ni mzima. Kwa mfano ndo ningekuwa naumwa sasa, jinsi yangu ingebadilika, ningekuwa mwanamke? Kwa tubaki tu kwenye uhalisia huo. Wewe usiogope kitu chochote. Mimi lengo langu nataka tu nikamilishe ratiba yangu kumchunguza na kujua siri gani ambayo imejificha. Sawa, mimi niko tayari kukusaidia. Ila nitamoja. Usicheke. Unacheka nini sasa? Basi ngoja nikakupikia. Nataka kuniogesha, utakuwa niogesha kwa sababu sasa alikwambia unaniogesha mnichua dawa. Ngoja kwanza nikapike basi. Inabidi ufanye hivyo. Haya basi nenda kapike. Shemeji huyo. Mr. Mkope. Niambie. Kwema? Kwema. Umenoga baba. Umeupara baba. Kama kawaida. Leo mwendo wa suti. Si unajua mjini hapa ndugu yangu. Umenoga mwanangu. Niambie siri ya mafanikio yako. Siri ya mafanikio siku zote ni zile zile tu bwana. Mambo yetu wale. Manyanga wale. Chika uganga. Yeah. Wewe pia. Wewe naoma sasa. Labda nikwambie kitu Pizo. Ile kazi mimi nimeifanya kwa muda mrefu sana. Na mpaka kufikia saa hii nimeona bora niachane naye. Kwa sababu asilimia kubwa sana hapa mjini wengi wao ni mawichi doctor. Kwa hiyo nimeona bora niachane nayo niingie kwenye haya mavazi haya. Kwa sasa hapo unaponiona mimi ni pastor. Wewe pastor? Yeah. Wewe mchungaji sasa hivi? Ndio maana yake. Kwa hiyo unataka kuniambia ni kweli au mambo yetu pia yale yale? Labda nikwambie kitu Pizo. Hapa ni mjini. Na nimepiga bingwa nyingi sana. Sawa. Kwa hiyo lazima huku nagusa na huku nagusa ili mkono uende kinywani. Mradi mkono uende kinywani. Hapo ndio hofu. Kwa hiyo hapa kama una wagonjwa, mtu ana mapepo, mimi namuombea kabisa. Ila mwanangu, huwa makini na mambo haya. Huwa makini na hii michezo aisee. Nitakupeleka pabaya. Labda nikuondoe hofu. Mimi hapa mjini
nishapiga bingo nyingi sana. Naelewa. Kwa hiyo najua uprofessional wangu wa kutapeli watu. Unajua kipo ninachokitafuta. Kwa hiyo hilo ondoa shaka kabisa. Au sio? Basi sawa. Haya mimi nilikuwa naenda hapo dukani. Ngoja nifike mara moja. Mimi ngoja cheki mpira bwana. Unajua leo? Mambo yako ya mpira. Taifa Stars na Man U. Poa. Genius on the track. Maneno sina, ama tuseme ndo nimechelewa, kauli sina. Oh, maneno sina, ama tuseme ndo nimechelewa, kauli sina. Wala haina haja ya salamu. Hivi unajiona upo sahihi sana eh? Mpaka saizi upo kitandani. Tena unachezea simu. Yaani umerelax. Unajiona upo sahihi? Unashindwa kuamka saa 12 ukafanya usafi huko ndani? Mpaka saizi upo kitandani. Unategemea nini? Unashindwa hata kupika chai mama yako ninywe. Hivi unajiona upo sahihi wewe? Lakini mama, ulikuwa unataka niamke saa 12 ili hadi nimerudi nyumbani kupumzika. Mungu anipe uvumilivu. We mtoto, Nancy. Kwa hiyo huko chuo mlikuwa msomi Mlikuwa mnaamka saa 4. Kumbe nilikuwa napoteza ada zangu. Tunapoteza hela, mimi natafuta kwa jasho kukusomesha, unaamka saa 4. Kwa nini? Mlikuwa mnasoma muda gani? Nataka ule muda uliokuwa unaamka kusoma ndo huo uamke kufanya kazi ndani. Hapa najiona nilikuwa sahihi. Kumbe basi nilichokuwa nakiwaza kwenye kichwa changu ni kitu sahihi kabisa. Hukupaswa kurudi hapa. Wewe ulitakiwa likizo yako uende kijijini. Kwa sababu hapa naona kabisa kuna dalili za wewe kupotea. Kuna dalili za wewe kuharibika. Eti umechoka. Umechoka na nini? Umechoshwa na kitu gani? Mama, yeye wanifokea azifu nimefanya kosa kubwa. Eti kisa tu sijaamka asubuhi kufanya usafi. Okay fine. Mimi kesho nitaamka mapema. Tena sio saa 12. Nitaamka saa 11. Nitadeki, nitafua, nitaosha vyombo, nitapika na hiyo chai. Kama nimekukosea kwa leo, samahani. Unadhani labda samahani inatosha sana? Ama labda samahani ni suluhisho Suluhisho la hili lipo kwenye kichwa changu. Nipo sahihi kwa kile ninachokiwaza mimi. Hujatakiwa kabisa wewe kuja kuishi mjini. Utapotea, mwanangu, utapotea, utaharibika. Tambua nimetangulia kuliona jua. Najua maisha ya mjini yalivyo. Kama umeanza kuchezea simu saa 12 mpaka saa 4, inaonekana wazi kabisa kuna mtu anakupoteza. Unadili naye sana kwenye simu. Unataka upotee? Unataka uharibike? Nakuuliza, unataka uharibike? Bwana ndugu yangu Kizito, mimi nimekuja hapa na shida moja. Unajua mimi mkuu amekuwa changamoto sana katika maisha yangu. Na amekuwa ni mtu ambaye hataki kunielewa kabisa. Na mtu amekuwa ni mtu ambaye ananifusi kila kitu kutoka kwangu. Kana, mbona unaanza kuleta pigo za ajabu na wewe sasa? Wewe mwenyewe uko unasema nikufosie kwa mshangazi. Sasa nashangaa nimekufosia. Unaanza kuniambia eti mshangazi sijui nini, mara nakuletea pigo za ovyo. Oya. Ile ni donge, tena donge nono aisee. Usije ukasubutu kuliacha. Lishikilie.
Ujui tu. Yaani situation inakuta kwa bibi mkubwa ufahamu. Bibi mkubwa siku hizi amekuwa ni king'ang'anizi hatari. Afu juzi wezi ameni mwanangu. Kanipigia simu nikapokea simu yake. Kufika kumbe mwanangu kaniita nyumbani kwake. Mimi nikaanza kumwelekeza bibi mkubwa, bwana hapa unafeli. Kama huko kuna utaje kukutana mimi na wewe mkuja hata kwangu. Wewe bibi mkubwa wewe mimi nakupenda sijui nini. Sio unajua hata sio tukima kwa wanawake Roto Boy. Dakika 10 nyingi mwanangu, chali. Vile tunamaliza kufanya tuweze amini mlango unagongwa. Yaani kama Mungu yule mtu akuingia ndani. Maana sijui nilikuwa naeka hapo sura yangu. Yaani uweze amini leo kutoka pale nilikimbia mbio za nyuki kaka. Alafu nimekumbuka. Nisahau kuambia kwamba yule mshangazi bwana ana mtoto alikuwa anasoma chuo. Nafikiri atakuwa ni yeye alikuwa anagonga. Mama, kwanza hata kabla hujanipeleka sehemu yoyote ile, mimi mwenyewe pa kwenda ninapo. Sema tu muda ulikuwa bado hujafika mimi kuja kukwambia. Mimi nilikuwa nataka, yani very soon nitakuja nikumtambulisha mchumba wangu na nitaolewa niende nikakae kwa mpenzi wangu. Kwa swala mimi kwenda sehemu yote sijui kijijini sio nipeleke wapi. Usinipeleke popote mimi ninaolewa. Nancy! Hivyo nilichokisikia ndio ulichokiongea? Na kuuliza ulichokiongea umekisikia vizuri? Natamani ni kunyonge. Unathubutu kuniambia mimi mamako umepata mchumba? Hivi hapa mjini kuna mwanaume hapa? Bora ungeniambia hata umepata bwana kijijini mkulima. Ningeamini anaweza kuwa mwanaume sahihi. Usije ukathubutu kuniambia umepata mwanaume hapa mjini. Hawa wanaume ovyo. Kitonga wanapenda mserereko. Kama unataka kuangamia mwanangu, unaangamia. Unaangamia huku na kushuhudia kwa macho yangu. Unataka kunitoa machozi, Nancy. Kwa hiyo mama, unataka na mimi niishie kama wewe, si ndio? Au unadhani mimi napenda kukuona mamangu mpaka unafikia umri huo? Sio hujaolewa wala sio nini. Uko tu unazurula zurula. Hao marafiki zangu huko nje wakiniuliza kuhusu baba na wajibu nini? Hivyo ndivyo unataka na mimi niwe? Nancy, umeamua kumtukana. Kwa hiyo nataka kuniambia bibi mkubwa na mtoto wa kike. Alafu sema kuniambia mapema ndugu yangu. Na binti anaishi wapi? Tuachane nayo ndugu yangu. Vipi kuhusu blaza yako? Maana sasa hivi Simoni akija kwangu. Au kuna sema amepata mchongo mwingine? Yaani mtu sasa hivi sitaki hata kumsikia. Kwa sababu yani mimi naye kwanza sasa hivi hivi kabisa. Kwa maana unaponitajia hapa unanichafua tu roho yangu. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kumbeza mshangazi. Sio baadhi kuhusu baba zangu ukizitaka nenda kwake. Wewe mwambie tu yule mshangazi mimi naye basi. Kwa sababu hata yule mshangazi hawezi kupanga malengo na mimi. Yule malengo atapanga na wazenzie wakutana na club. Ila mimi atakuwa ananitumia tu. Alafu mimi mwisho siku nitaka kupata malengo, natafuta kibinti. Kwa hiyo mimi naye over. Nimekuelewa rafiki yangu. Kwa hilo sitoweza kukuangusha. Umeamua kunitukana mimi mama yako, unanitusi. Inaonekana wazi unamaanisha kwamba hata ujauzito wako labda niliupata kwa kubakwa. Nilikuwa muhuni. Hilo ni tusi. Lakini tambua hakuna mzazi anayependa mwanae angamie. Nancy, nakuambia kitu kimoja. Kamwe usithubutu kujisaidia kwenye sahani unaolia chakula. Mimi ni mama yako. Ni mama yako. Na usiponisikiliza, nakwambia kauli moja tu. Nancy, kama utashindwa kuniheshimu japo kwa sekunde, basi nitakufundisha heshima. Nitakufundisha adabu kupitia pumzi unayoivuta. Nitakuua. Nyang'au mkubwa wewe. Mama.
napereka salamu, salamu, salamu. Mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu. Ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no. Mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo. Umeshtuka sana. Shem, nilikwambia lakini. Mita 1. Nilijua tu haya yatatokea. Sasa ni kipi ambacho unakiogopa? Yaani hapo nimekutekenya mbavu tu. Kwa mfano kama ningekugusa shingoni labda au sehemu nyingine tofauti. Ilikuwaje? Sikia nikwambie. Huu ni msitu ambao tumeachiwa mimi na wewe. Alafu mimi sawa mifupa, wewe ndio ofisi mwenyewe sasa. Ni wakati wako mzuri sasa wa kuanza kunitafuna. Tena kwa uhuru kabisa. Haiwezi kuwa hivyo. Wewe utabaki kwa shemeji yangu tu. Kwenye ile hainaga ushemeji kusema kweli. Mimi siwezi kuvumilia. Mimi nadhani tangu uje ushakuwa hata mimi siku moja nimetoka nje labda kwenda kukutana na mwanamke yote. Au unaishi wewe unafikiri mimi naishi vipi mwanaume lijali? Please naomba nisaidie. Saidie mtoto wa mwanamke mwenzio bwana. Utakufa mimi. Ni pazuri. Vipi? Umepapenda? Unajua mimi nashindwa kukuelewa kabisa. Kwa nini unachukua kwa unaleta sema ambazo mimi sipaelewi? Hayo unaweza kuniambia hapa ni wapi? Kani, hutakiwi kuhuzunika. Unatakiwa kufurahia. Hivi angalia muonekano wako jamani. Kweli wewe ni wa kuishi kwenye ile nyumba mbovu? Unaona raha kukaa kwenye nyumba kama ile? Ndio maana nimekubadilisha katika mazingira mazuri, yanavutia, yana muonekano. Hebu jiangalie jinsi ulivyo. Hapo unaendana na mimi na tunaendana na ile eneo. Nilishakwambia
Shida zako zote ni shida zangu, afu kila unachokihitaji hebu jaribu kuniachia mimi Kani. Unachokizungumza uko sahihi, lakini lazima upande wa pili lazima unishirikishe vitu kama hivi. Alafu isitoshe mimi nina maamuzi yangu. Hebu fikiria nyumba kama hii. Aya, mimi napata pia la kulipa kodi hapa kisha. Jamani, kodi? Wewe uliniambia swala la kodi, nikakwambia niachie mimi. Alafu nimeshachukua hapa, unakaa hapa. Tambua kila kitu ni jukumu langu. Na sio hichi tu. Yaani haya ni mambo madogo sana niliyofanya. Kwa upendo wangu kwako, hata ungeiomba dunia nzima, ningejitahidi nikupatie. Kwa hiyo kuhusu kodi nitalipa mimi. Hapa nimelipa kodi ya mwaka mzima. Niambie una relax kwa muda wa mwaka mzima. Embu enjoy bwana. Do, pole sana shoga yangu kwa aliyokukuta. Asante sana. Na nishapoa. Maana nilihisi nikiendelea kukaa mule ndani nitakuwa chizi. Ndio maana nikaamua nije hapa kwa kweli nipatie ushauri wowote ule. Sawa. Kwa hiyo yeye umemwachana nani? Nimemwacha na rafiki yangu. Nimemwambia muangalie ili mimi niweze kuja hapa. Umemwacha na rafiki yako? Hivi una akili kweli wewe? Yaani unamwachia mtu unajua na matatizo yake unamwachia rafiki yako? Sasa unadhani mimi ningefanya nini lakini? Maana nilikuwa sina jinsi, nilikuwa sina namna yote ya kufanya. Na wapigia ndugu zake simu hawapokei. Najaribu kuwapigia wale marafiki zake ambao walikuwa karibu naye hawapokei simu. Nani sina hata shilingi 10. Yeye pia ni mgonjwa. Hivi unasema ningefanya nini bila kutoka? Ndio maana kama nitoke tu mule ndani ili niweze hata kuja hapa. Na mtoto je? Lakini nitamuona nikosea kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu unafanya vitu afu nishirikishi. Leo unafanya vitu afu nakuta tunaniambia tu from nowhere. Utaniona na stress bwana. Kani. Usisababishe bwana penzi langu mimi nikaliona gumu kwako. Tambua nakupenda. Nafanya yote haya kwa ajili yako. Nakupenda sana. Sana. Afu ukiwa na mimi hapa na enjoy. Nafurahia. Najiona niko peponi. Hata kama bana, lakini vitu vikubwa sana. Hivi unaweza kuniambia unafuata kwa ajili gani vitu kama hivi? Hii yote ni kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana. Ila Kani, kuna kitu kimoja tu nataka nikwambie. Hapa nilipo najiona kama nimejipaka petroli mwili mzima, alafu nipo uchi. Yaani juu ya penzi langu kwako, na imani muda wote nitaangamia. Naomba usiniunguze. Nakupenda sana. Na maanisha naomba usinisaliti. Mtoto nimemwachia rafiki yangu. Dada una hatari wewe. Kwa hiyo una mpango gani yani? Kuna mtu nimemfuata maeneo haya. Na akae mbali na hapa kwako. Ila nimejaribu kwenda kwake sijamkuta. Naomba tu angalau nikae pasi kwako siku 3 tu. Na hisi mambo yangu mimi nitakuwa nimeyafanikisha. Kwa siku 3 sawa. Maana mimi na bwana wangu anakuja hapa. Kwa hiyo akija itabidi tu uondoke. Hamna shida. Mimi naelewa vizuri. Sawa, lakini ushai kujaribu kwenda kwa waganga? Hapana. Kwa sababu hata kipato chenye cha kwenda kwa waganga ngikitolea wapi mimi? Ila nijaribu tu kwenda kwa wachungaji, baadhi walikuja pale nyumbani wakamfanyia dua, na hospitalini tu. Lakini nitajaribu kwenda na huko pia. Okay sawa, lakini ungejaribu. Uende unaweza ukapata msaada huko. But jisikie kama uko nyumbani. Asante.
labda nikutoa wasiwasi tu. Mimi ni mwanaume tofauti sana kwa upande wako. Alafu paka nimeamua kuwa nawe, basi nimekubali kila kitu kutoka kwako. Kweli? Sia. Jamani. Nakupenda sana. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mwanamke tofauti sana katika maisha yangu. Na umekuwa ukinifanya vitu ambavyo hata sijui nisemeje. Lakini naogopa sana. Sikuja kujaribu kuniacha. Sijui nitakuwa mgeni wa nani. Usizungumzie kuachwa. Futa, achana na hilo swala. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Jamani, na enjoy, naona dunia yote yangu. Umenipa hisia ambazo sijawahi kuzizoea. Nanifanya nipotee, nishindwe hata kuongea. Nikikusikia baby, moyo unacheza ngoma ya kweli. Kiuno chako kunipita, najiona nipo peponi. Unanifanya niamini mapenzi bado yapo duniani. Sitaki drama, sitaki stress, nataka tuwe wangu. Ningekupoteza leo, ungepata pengo. Hata roho ikanioma, penzi lako lina dawa. Kiniangalia macho na isi dunia mpena. Okay boss. Sawa, haina kwele. Haina kudevela. Mchaka mwendo defender. Nimekuelewa. Poa poa. Kila kitu nimeshamaliza baridi. Oh, wow, mtoto mzuri huyo. Uko poa kabisa. Mtoto mzuri wewe. Nadhani umeniona pale, ukaona jisogeze nilipotupia. Kijana handsome boy wa mjini, kwa kidogo jisogeze. Safi. Umechagua sehemu sahihi. Hebu achana na hayo mambo. Mimi namuulizia Kombo. Maana nampigia simu zangu apokei, mara hapatikane. Nikaamua nimfuate hapa. Kombo alipo bwana. Mwenyewe nimekuja nimelikosa hapa. Hapa nimepigia simu, hapa limeniambia ipo msibani. Nipigia simu niambia mimi ipo msibani sasa hivi. Kwa hiyo kurudi hapa sio leo wala kesho. Kwa kubwa niko hiyo. Kuna lingine zaidi ya hilo? Kombo wa nini? Kwanza hata hivyo Kombo achana naye. Kombo tambile hotel lilivyokuwa bonge. Niangalie mimi kwanza na muonekano, niko fresh, nimepiga suti nzuri, nimeng'aa. Nina shida na Kombo, nimekwambia mimi nina shida na Kombo. Hayo mambo mengine utajua mwenyewe. Sasa Kombo wa nini mtoto mzuri kama wewe? Hebu achana na hayo mambo kabisa. Uwezi kujifananisha mimi na Kombo, Mimi na Kombo, mimi Kombo kanizidi nini? Ndevu zile kama Osama. Acha mambo yako bwana, wewe vipi bwana, mtoto mzuri kama wewe unatakiwa ukae na watu kama sisi. Unanionaje? Kwanza mniangalie vizuri kwanza nilipopala. Unaonaje kwanza? Ipo good Kwa hiyo unaweza kujifananisha wewe na Kombo? Basi kama unaulizia Kombo, unaulizia kwa majirani, tuna majirani kibao kwa nyumba za nyuma huko. Kujishaua tu vingine bwana. Yao kweli yani. Nadhani umenielewa. Mimi naondoka zangu. Lakini sikia kwambia, usiondoke la nini bwana. Unajua hapa kuna vijana wanakabakaba sana, ulipotokea sio vichochoo vingi. Kupita kwa kabwa, yani bahati yako tu umeshukuru Mungu umefika salama. Hawachelewi kukaba vijana. Kama vipi tuongozane? Unaonaje hilo? Sawa sana. Kwa kweli mambo ndio kama haya, mtoto mzuri kama wewe. Nakuburi tambirote ile. Shem, samani. Sasa unapoamua kutoka nje, huoni kama majirani watakuona? Utawapa taharuki. Tambua kila mtu anajua hapa mimi nipo hapo kwa ajili ya kukuuguza wewe. Mimi nakwenda viwanja vya nje kutafuta mpira nicheze, kwa sababu haiwezekani mpira na uona ndani na uwanja mkubwa wa kucheza alafu nashindwa kupata nafasi hata siku moja ya kucheza. Sasa tafsiri yake ni nini? Mimi sio mchezaji mzuri Sina maana hiyo. Lakini tambua mimi kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Nilikubali kuja hapa kwa kudhani kwamba unaumwa. Umeniomba nibaki hapa kwa ajili ya mission yako. Sasa wewe umepewa kazi, unashindwaje kufanya kazi? Yaani mimi nikitoka nje unakuwa unapata madhara gani? Wewe umepewa kazi uniuguza mimi mgonjwa. Sasa mimi ni mzima natoka nje kwa sababu nakula na shiba, na kunywa majuice, natengeneza nguvu nyingi mwilini. Sasa niende chooni nikapige masturbation? Hapana, sijamaanisha hivyo.
Sasa sikiliza nikwambie. Mimi mchezaji mzuri sana mpira. Kwa hiyo wacha niende viwanja vya nje. Siwezi kukaa ndani mimi nikavumilia, nisije nikaganda siku nikafa. Alafu unajua hivi vitu usipofanya muda mrefu akili unaweza ukashangaa siku nakaa hapa naanza kucheka mwenyewe ndani bila sababu za msingi. Wewe hiyo utafurahiwa, unaona mimi kama chizi? Afadhali hata nimekuwa na shemeji yangu. Za masiku. Da, fresh hivi. Kama kawa. Kitambo sijakuona. Maisha tuna harakati, si unaelewa tena. Niambie. Nimeingia huko ndani nimemuulizia kama nimeambia eti amehama. Hapa kama ana kama mwezi mmoja. Hapa niko na yaani hapa na mimi mwenyewe na kwamba. Vipi yake? Salama, ila mimi nilikuwa na shida na Kani, naweza kumpata. Naomba unisaidie shemeji yangu. Kani kuna sehemu yupo lakini unasema mbona anashare yani hataki mtu yani hapa juu kabisa. Nilikuwa naomba usilibaki hata namba zake ili niweze kuwasiliana. Maana ile namba aliyokuwa zamani kimpigia patikane. Simpati kwa vyovyote, tuna shida naye sana. Sio sana. Najaribu kukuelewa unachomaanisha, lakini naogopa. Sawa, hata mimi mwenyewe najua sio vizuri lakini wacha mimi niende. Wewe usijali. Kuwa na amani kabisa. Basi usiende. Sasa naomba unichagulie kitu kimoja. Uko tayari mimi nikacheze uwanja wa nje au nicheze uwanja wa ndani? Tucheze nyumbani, usiende ugenini. Lakini kwa leo tu. Kwa hiyo unanipa? Mambo yasije kajirudia tena. Kweli? Kweli? Sitania sasa. Baby closer, wambie moyo, kiss me, kiss me. Mwili wote umeshituka, umenipa hisia ambazo sijawahi kuzizoea. Nanifanya nipotee, nishindwe hata kuongea. Nikikusikia baby, moyo unacheza ngoma ya kweli. Kiuno chako kunipita, najiona nipo peponi. Unanifanya niamini mapenzi bado yapo duniani. Sitaki drama, sitaki stress, nataka tuwe wangu. Ningekupoteza leo. Wow. Babe, unajua hichi chumba ni kizuri sana. Tena ni kizuri zaidi hata kile nilichokuwa nakaa awali. Yeah. Ni mama kubadilisha maisha. Jisikie kwa nyumbani. Thank you. Babe, nimefurahi kwa sababu tu upo kwenye sehemu mpya na chumba ni kizuri, lakini bado nina huzuni. Why? Why what? Kwa sababu wewe umehama kule pasipo kuniambia. Unawezaje kufanya hivyo? Nimeenda paka kule sijakukuta. Kwa nini sasa unanifanyia hivyo? Lakini Kani, yaani ndio shida yako mke wangu.
Yaani kitu kidogo tunapenda kuweka complications zinakuwa nyingi. Mimi nimesema tu nikufanyie surprise, ukija pale usinikute uanze kuhaa. Kwa hiyo yani nikasema basi ngoja nimtege. Kwa bahati nzuri waga nimefanikiwa mission yangu, lakini simekuelekeza umeshapajua mke wangu. Baby umenielekeza ndio, lakini unajua jinsi gani nilivyotaabika hadi kufika hapa? Yaani imagine hilo jua kwenye pikipiki na shuka vumbi. Da. Pole sana mke wangu. Pole. Kwa umenona. Umegasilika kidogo. Sio sana. Sema nikwambie kitu kimoja tu. Hivi unajua unapenda kudeka sana. Na hicho ni kitu ambacho kinazidi kuongeza dhuru lako kila siku. Kila siku. Kila siku. Yeye unavyozidi kudeka unazidi kuongeza dhuru kila siku. Kila siku. Muone. Baby mimi sideki. Ndio. Nakupenda. Na sitaki kushare na mwanamke mwingine yoyote mchumba wangu. Alafu sasa baby, kuna kitu kingine nilikuwa nataka nikwambie. Unajua kwa sasa hivi kwa mazingira haya, nimeona kabisa najiweza kuishi naye. Kwa kama kuna uwezekano, tukae tu pamoja, maana hata huko nyumbani kwenye mama kashaanza kuleta manjegeka yake. Baby, ngoja nikamsikilize mtu mwanangu sana. Zara, umepajuaje hapa? Na umefuata nini nyumbani kwangu? Hivi Kani, ulisita nikimbia kirahisi hivyo unavyofikiria wewe? Ha? Sina kuuliza wewe. Tafadhali, naomba leo niache. Nitafute siku nyingine. Naomba utoke Zara. Una nini wewe, mbona mimi sikuelewi? Mbona upo wagewage sana mwanaume? Kwani kuna shida gani huko ndani? Nakwambia kwa leo naomba uniache Zara. Nitafute siku nyingine basi nitakupigia simu tafadhali nakuomba. Nitakupigia simu chukua. Si ujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo yupo ng'ambo, ameshavunja upendo labda. Si riziki mapenzi, ndo maana ananitesa. Siyapati mapenzi, kila mie napopenda. Baby. Basi mwanzo kabla tujaanza tena. Sikufikiria kwamba wewe ni nyuki ambaye umeweza kujitengenezea asali tamu katika mzinga wako kwa muda mrefu. Lakini ilipokuja tu kuilamba asali, mama ya asali yako ni tamu sana. Hongera. Asali yako ni tamu sana. Yaani unavyofurahi kama vile kilichotokea ni kitu kizuri. Sasa kwani kuna kibaya ambacho tumekifanya? Mimi naona mazuri tu. Lakini naogopa mwanzo. Labda ni kipi ambacho unaogopa? Bibi mke wako akija kujua. Sasa mke wangu akija kujua, nani ambaye atakayemwambia? Wewe utamwambia? Au mimi nitamwambia? Unajua alinipa kazi tu ya kuja kukuuguza, akizani kuwa wewe unaumwa. Sasa alidhani kwamba mimi ni mgonjwa, lakini akili yake ni mbovu, si ndio? Kwa muda ambao ameniacha mimi hapa ndani,
alafu ananiacha na mtoto mkali kama wewe. Mimi siumwi. Au umeniona mimi naumwa? Sasa unafikiri mimi nitaishi vipi au ningeishi vipi? Wewe ungeweza kuvumilia, yani kuacha kula chakula ambacho unakiona? Nakuona kwa mkeo mgonjwa, ila kwangu unapona. Lakini yote kwa yote mimi nikupe hongera sana. Mtamu, mzuri. Ni kweli unaenjoy. Kia Mungu tena. Na mimi nitaendelea sana kupiga show kwa sababu shanionyesha na utamu. Unaenjoy lakini. Wewe unaenjoy, yani hapo mimi natamani tujue tena. Ugo tu. Samahani. Tulie kidogo sababu mimi hapa naongea na tayari tena naona. Pilika zimeshaanza kwa moyo wangu. Kidogo sana. Sio. Baby, yaani kuhamia tu kwenye nyumba mpya ushaanza kupata na wanawake wote. Nani ulikuwa unaongea naye hapo nje? Ndio hiyo nasi ndio shida yako mke wangu. Yaani kitu kidogo mke, kitu kidogo wanawake. Kwa mimi ni mtu wanawake sana siku hizi. Tatizo baby, unashindwa kuelewa kama mimi nina wivu na sipendi kushare na mtu. Amna baby. Ni mtu usafi na mtu ataka amekuja kufuata hela yake. Mimi aje kugonga mlangoni nitende kupigia simu. Acha wivu. Naisi kanipigia simu itakuwa simu yangu imezima. Kwa ndo mnasiri. No, nina wivu, sipendi mtu mwingine anaye karibu. Kweli? Na ukigundua je? Aya bana. Alafu baby, unajua mimi sio kama sikateuka na wewe. Ila nimeona ile swala kwa sasa hivi mbona kama ni mapema sana. Mimi kuhamia hapa sio kama nina hela sana, hapana. Sina hela. Yaani maisha yangu bado ni yale yale. Lakini nimesema tu angalau nibadilishe kwa upepo kidogo. Kwa hiyo mimi naona labda subiri nikae vizuri, afu then kile kitu kitafuata. No baby. Si nimechagua kukupenda. Mimi nitavumilia tu hata kama ukinilisha majani ya maboga leo. Kesho kuchicha mimi tu nitavumilia. Basi nitajaribu kunifikiria hiyo sawa. Nini? Baby. Baby, mimi naumwa. Ila wewe, alafu mimi nimeshakwambia masuala ya kuvaa makofia au miwoga mimi sipendi. Hem, toa bwana kofia yako. Chione bibi. Baby, mimi sijasuka naona aibu. Alafu hujui tu hivyo. Hivi unajua unapendeza tu ukiwa natural hivi unapendeza sana. Sana. Kwanza nikuangalia juu mpaka chini sikumalizaje yani. Baby, hujanimiss? Hujanimiss? Kaona. Unaona aibu. Twende. Wapi? Penzi lake soroboso nusu ni kilo limejazwa, niko salama mi napima mwenyewe vibauba, na mimwanangose kwa penzi kitovu cha uzembe nimetumbukia, sitaji msaada mi naogopa winga mtanibia, na yale nsoyajua vizuri kanirudisha shuleni, kanirudisha chekechea vitototo furani, anachosema mimi namuelewa, kabla janithamini nasogea, penzi bendera linavyopepea yanipa raha, miaka rudi miaka sogea, ikibidi fike tamia, kama mbaa tutapepea.
We kinyarumsusi. Haya, niambie umetoka wapi saa hizi? Umetoka wapi?